kumenya gima boku ba mwere ne bwo tonga boku okethro tamenya nende ugomba kwithro kimenya kaita kakainge atwikinyeche cibitare tokelesa ndaitari bura tukwigwa twamuru tukurumu ikiongo itukurumu imongo itukurumu imauru endu atukolo kwira ndaitari kinya itukurumu ne akiri cietu no twende moti ugimba bo mwere ake akinyoki mabwa mathugani jwetu batikomba kwithra bukya ilo kaita akwa kaita mweri jwe tano yethro yo mweri yo create awareness ya mental health mpetikire mbari na gichomba aburacho baba wa mental health awareness niyo itherekia ikia ilu na ikimurikwa amweri wa itano rwarekire mubango jotiyogi mu bamwere tuliongete cibitare na tomba kuta tukiwatana na ndaitari na mutaalamu wa mantujegie ugima abwake mathwanyo na kuruki aituthomethia bata ya kwithira twino ugima ubweya abwake mathwanyo kinyandiro kwita cibitare ukira ndaitari no kuru muimongo iboya ugeta kinya cibitare renge kenda ndaitari o mathwanyo ukamura buro kuthwanyo no kabwira aburo kuibwa kenda ningi atire ugima boku bwa kimathwanyo abwithira abwisa wasawa ni wabeta muthoni wakiramana mubango ne yogi baba mwira yore yoba kwithira yekwira tukuchonde cha njuma kuma 3 mwaka 3 na nusu cha woro. Sana mutegeri wa Meru TV bitikiria ko wate wenye urengekire mubango yo ugimo bomwire bira yomba kwithira byekuyira tukuchonde ya njuma kuma 3 mwanka 3 na nusu tukethira twikaranthe ndege karu na ndaitari kuma cibitari mwanya mwanya na kuma ntere mwanya mwanya kenda beta na mbere no tuthomere mantu yegie ugima bwetu bwo mwire nkurika neke tukuchonde ngakura ugima bwoku bwo mwire ibwo tonga bokuru ari twatanirite na Madam Grace kuma Grace Food Trinity Health Center kenda tuthomere mantu yegie mental health kana amurimo yo akimathuga no kimenya muri yo tano wethero yo mwe yura twithirite twikungwira mantu jegie mental health awareness ibethirite bakithomethania na kumenyethania mantu muno jegie mirimo ya kimathuganio twina Madam Grace origi kuma Graceful at Trinity Health Center na itiari ututhomethia bata ya kwithiro kimbotu ba mwere burisa wasawa gichomba ane importance of mental health in our daily lives betikira mugati ogeni ombe kuthira gitukethia tumenyerio turi yawe na kisha baadaye tumbe kwira tugeta na mbere na mubango yetu ya ugima wa mwire. Karibu sana daktari. Asanti. Ningependa utazame hii kamera, asalimia mtazamaji wa Meru TV, mwambie majina zako na pia unafanya kazi wapi. Asante sana, naitwa Dr. Grace Moria. Nafanya kazi Grace Food Trinity Health Center. Mimi ni daktari wa mwili na pia daktari wa akili. Na tuko hapa tuongee juu ya akili. Karibu sana daktari. Mwezi wa 5 ama mwezi wa Mei imekuwa mwezi wa mental health awareness. What have you done kuhakikisha kwamba ama ku make sure ya kwamba at least the community wamesoma moja mbili kuhusu mental health? So kila wiki tuko na awareness. Hiyo tuko na videos yenye tunatumia ndio tueleze wagonjwa about different types of mental health. And mental health yenyewe si kitu moja. Kila mtu ako na mental health. Kabla uko na physical health, everybody has mental health. Sasa shida ni ikue mental illness. Sasa ikue ugonjwa ya akili. Sasa ndio tunataka watu wajue the importance. Ningependa utuelezee mental health ni nini haswa kwa yule mwenye maybe hanjawi elewa. Unajua tunasemanga mental health illness, mental health, lakini kuna yule mtu ako mahali pale haelewi hii mental health ndio nini. Hiyo ni vizuri. Asante. So mental health ni kitu yenye kila mtu ako nayo. Nilisema ni ka physical health. So vile mtu anaweza kuwa na shida ya sukari ama shida ya pressure, kila mtu ako na physical health, pia uko na mental health. So hiyo ni juu hali yako ya akili. So kama unaweza fanya kazi vizuri, kama unaweza eleza wengine vizuri, ama tuseme kama unaweza fanya kazi zako vizuri kwa kila siku, uko na afya nzuri ya akili. So sasa shida ni upate illness ama upate ugonjwa ya akili. Sasa ndio tunasema mental health yako si nzuri. So hiyo sasa ndio unapata ugonjwa ya akili. Na sasa mtu atajua aje akona shinda ya akili? So kuna vitu nne zenye tunatuambianga kila mtu achunge. So sleep. Wewe unalalaje? Unalala, unapumzika usiku. Appetite yako, unakula vizuri. Tena uko na hiyo nguvu ya kila siku. Ukienda kazi unasema niko na nguvu. Energy yako imepanda ama imeshuka. Na pia hiyo ya ine ni mood. Uko na hasira nyingi.
uko na huzuni, hizo zote inakuambia. Sasa ukiona kuna change ama kuna badilisha hizo zote, ndio unaanza kusema sasa kweli lazima niende nionwe, ndio nijue sasa niko na shida ya mental health. Na kama wataalamu wa afya nafikiria kwamba mshaketi chini ama mkajua maybe the causes ama nini huleta shida ya mental health, kwa sababu sasa utapata kuna mwenye anasema mimi nilikuwa nafanya jambo lile kidogo kidogo nikambadilisha nikajipata niko pabaya. Kuna mwingine atapeana ama atadescribe vile mtu wao maybe yupo na anashindwa kama hiyo ndo kama ako na mental health ama ni aje. Tukipenda tu kujua nini haswa the main causes as a mental health. So main causes ni nyingi, but hiyo ya kwanza, the most important, ni stress. Mtu apate stress, tuseme kwa maisha, hakuna pesa, watoto wametoka shule, hakuna chakula. Hizo stresses zinaleta mtu aanze kufikiria sana, halali vizuri, appetite inaisha kwa sababu wako na hiyo stress. So we find kuna mtu mwenye uko naye mwenye ameanza kuona sasa ako na stress nyingi, anafikiria nyingi, unaanza sasa kushuku labda kuna shida ya mental health. But mental health ni vitu nyingi. So mental illness, kuna wenye wanapata hasira, kuna wenye wanapata huzuni, kuna wenye wanaruka kichwa, kuna wenye hawaamuki. So there are very many different types of mental illness kaa vile kunayo ya mwili. Nini tofauti kati ya stress na depression? Kwa sababu sasa utapata hata tukiongea na mtu atakwambia mimi niko na stress. Utapitia pale mwingine akwambia mimi na feel niko na depression. Nini tofauti kati ya stress na depression? So stress ni vitu kila mtu anaenda. Kila mtu anasikia stress. Tuseme lazima upate rent, lazima watoto waende shule, lazima ukule. Hizo ni stress za maisha, za kawaida. Shida ya kufika mpaka ipate depression ni usikie sasa siezi endelea kupata nafuu ya kujisaidia. So most people when wanasema I'm depressed ni wanasikia I can't go on. Siezi pata chakula, siezi pata finances ya kupeleka watoto shule. So unaanza kusikia hiyo huzuni yenye inakupata mwilini mpaka inapata akili. Unapata watu wengi sana katika utafiti umefanyika, inaonyesha watu wengi wako na shinda za kimawazo ama mental health illnesses, lakini wale wengi ni wale hawanja speak out. Inasemekana mimi katikati ya watu 5, 2 wako na shinda za kiakili lakini hawaongei kama wataalamu. Nini ambayo mumeshajua yenye inafanya watu wakuwe na that fear ya kusema kwamba mimi vile ninajisikia ni kama si yuko sawa? So ni stigma. So kwa hii maisha yetu yenye hata culture ya Kenya, kuna watu wengi hawasikii sasa wanaweza ongelea vile wanasikia. Cause culture yetu haitupei ruhusa ya kusema mimi sisikii sawa, siwezi enda kazi kwa sababu nasikia huzuni sana, siwezi enda kazi kwa sababu nimekasirika sana na sijielewi. So culture yetu imefanya tusijiongelee. Sasa also pia hata kuna hiyo study vile unasema, kuna study imetoka juzi wanasema 1 in 4, si hata ni 2 in 5, 1 in 4 imepanda hata zaidi ya cancer. So kuna watu wengi wenye wako na hii shida ya akili na hata labda hawajui ama hawajui kuisema ama hawajui mali ya wataenda kupata usaidizi. Hawa watu tutawasaidia aje na tutawajua aje? Kwa sababu sasa wanaogopa kuongea lakini wako na shinda ambayo inawakula ndani. Sisi kama wale watu tunapenda kusaidia, labda watu wa familia, labda marafiki, na tunataka kusaidia sana, lakini kuwajua ndo shinda. Tutawajua aje ama nini tutaangalia kwao ndo tujue huyu Madam Grace hayuko sawa sawa, anafaa kusaidiwa? Kubadilika na vitu wanafanya. So hiyo changes in behavior. So tuseme mtu amekuwa akienda kazi vizuri, amekuwa akikula vizuri, amekuwa akilala vizuri, anaongea na spend time na watu wenye anawapenda. Huyo sasa unajua at least afya yake akili iko sawa. Lakini sasa abadilike.
sasa aanze hataki kuongea na watu, hataki kuenda kazi, shule haendi, ama shule anaanza kupoteza magrades, sasa hata hayuko sawa, ama kilo ziende chini. Hizo zote zinaanza, unasema ai, huyu kuna shida. Hata kama hujui ni shida ya akili, lazima uende kwa daktari, at least aone, achangue, ajue ni nini kunaenda. Ningependa kwa dakika kidogo uweze kutuelezea maybe types ama aina za magonjwa ya akili. Okay. So types of mental illness ni nyingi. So kuna hiyo depression, kila mtu anasema ako depressed, ako depressed. Hiyo ni hiyo huzuni yenye uwezi toka. So huzuni yenye imekaa kwako for more than 2 weeks, hiyo sasa ndio depression. So tunaanza kukutibu after 2 weeks. Tuseme uko na huzuni, umepoteza mtu, hiyo ni brief depression. Kwa sababu after a few weeks utaanza kusikia vizuri, kwa sababu ni uko na sababu ya kwa na hiyo huzuni. But depression sasa, major depression, ni hiyo imekaa kwa muda mrefu, kila kitu, hata kitu kizuri unaona hiyo ni kibaya. So even everything starts circulating, unaanza kuona ai, maisha yangu haiko nzuri. So hiyo ndio depression. Kuna anxiety. Kila kitu inakupea wasiwasi. Mtu akikuja umjui, unaanza kupata wasiwasi. Ukiona tuongee, unaanza kupata wasiwasi. Alafu kuna ile extreme yenye tunapata wenye wako na psychosis. Psychosis ni ile kuruka kichwa. Hiyo ndio wenye watu wengi wanajua, wakisikia mental health wanasema ai, ni wenda wazimu. Lakini kuna sababu nyingi za psychosis, hata dawa. Kuna dawa yenye unaweza kunywa uruke kichwa. So naambianga watu, mental illness si kitu moja, si kitu depression na si kuruka kichwa. Kuna nyingi zenye ziko hapo katikati. Hata phobia, ukisema siwezi enda karibu na kuku kwa sababu ya kuogopa, ni phobia, na pia hiyo ni mental illness. Inaweza kukusaidia, sasa unasema naogopa simba, lakini ikienda sana mpaka hata huwezi enda shule, huwezi enda kanisa, huwezi enda mahali pengine, sasa ndio inakuwa mental illness. So kuna nyingi. Kuna watu ambao wameathirika na wako na hizi magonjwa, lakini sasa maybe wale watu wako around them hawajui wanafaa handle aje, ama hawajui the importance ya kuwapea support. It's very very important ukue mwenye support, mwenye utaiona sasa, umesikia vitu utakuwa ukiangalia, but to identify na pia kumwambia ni lazima tuende hospitali. Because now if you are there, uko na mgonjwa, tuseme ameruka kichwa, umemfunga tu kwa nyumba, shida sasa ni inaweza fika mahali penye kuna wenye wana commit suicide. Kuna wenye wanakimbia, wanapotea. So it's very important uwapeleke hospitali. And all public hospitals lazima wakuwe na mtu mwenye anachunga mental health, mental illness. Kila hospitali, especially public ones, unaenda unasema kuna huyu ameruka kichwa, nisaidie. Ama hata public, other private hospitals, tuseme yetu, we Grace Trinity, we have both medical na psychological. So kikuja, tuna incorporate, tunakuangalia mwili na tunakuangalia akili, ndio tujue nini kweli inasumbua huyu mtu. Ningependa tuchukue mfano stress na depression katikati ya zile nyingi ambazo umetuambia ziko, na utuelezee the healthy ways za kumanage, kwa sababu sasa utapata tuko na stress, tuko na depression, wale watu tuko nao karibu wako na hizo magonjwa, lakini hatujui the healthy ways za kuwa handle ili ziishe ama zizindi kuongezeka, kwa sababu ninajua maybe kuna vile unaweza handle yule mtu instead ikuwa inapungua, inaenda ikiongezeka. Healthy ways za kumanage stress ama depression. And so tutaanza sasa na stress. Stress nilikwambia kuna stress kwa maisha, hatuwezi epuka. So handling stress well ni kupata coping skills. So kuna coping skills tuseme kuna wenye wanafanya exercise. Wanakimbia asubuhi ndio wakiendelea for the day, hiyo stress imewatoka mwili. Ama wanaketi mahali wanasoma, ndio wasikwe na hiyo stress ya kuongea ya kichwa ianze kukimbia, waanze kufikiria juu ya pesa ama kitu. So ni kujitoa
kwa hiyo mfano tuseme unajitoa kwa wenye wanakugombanisha ama removing yourself from the environment yenye inakupea hiyo stress ni very important. Na pia vile tulisema having a support system wenye unaenda umwambie leo sisikii vizuri, leo nimepata hiyo shida, hata kupea pesa ama hata kupeleka hospitali. Kuongea inasaidia sana na inasaidia both stress na depression. Pale mwanzo tukianza ulianza ukasema sleep ama kulala sana inasaidia na shida za mental health, na pia ukasema kufanya mazoezi ama exercise. Ningependa utuambie zinasaidia aje kukuwa na proper mental health? Sasa ni kutoka hiyo stress. So stress, shida vile tulisema mental health ni ya kila mtu, ni ka physical health. So mental health ukipata mental illness, upate hiyo stress nyingi kwa mwili, hata kuna wenye anasikia uchungu mwilini. So ukiexercise unaitoa kwa mwili, unaanza kufikiria. Ukiexercise ni ngumu kwa ukifikiria juu ya fees, kwa sababu una exercise unatumia hiyo nguvu ya release. So sleep ni kitu inaenda both ways. So sleep nyingi inaweza kusaidia ndio usifikirie, una release your stress. Lakini stress nyingi inaweza kufanya ulale sana. So upate more stress ukiamka, kwa sababu ukikimbia uende kulala na bado kuna shida itakungoja uamke. So ni hiyo yenye ni kupata yenye yako. Kuna wenye wanasema wanataka kuongea na watu, ndio inawasaidia watoe hiyo stress. Kuna wenye wanafanya exercise, ndio inafanya watoe hiyo stress. So ni kupata yako, na kuenda kuona counselor ama therapist inasaidia uchague yako yenye inakusaidia. Now when it comes to dieting, I don't know kama dieting kuna vile inaendana na mambo za mental health, kwa sababu pia nilisikia mahali hizo siko sure eti pia kukula kwako, zile vitu nakula in one or the other zinachangia wewe kukua na afya nzuri ya kiakili. Ni vile hata afya ya mwili lazima ukule vizuri. So afya ukikula vitu mbaya, hata wewe unaanza kusikia vibaya, akili inafuata hivyo. So kuna vitu ka nyama, ka vegetables, ka matunda yenye inasaidia upate hizo nutrients zote za mwili. Mwili isikie vizuri, akili isikie vizuri. So ni ukweli diet inasaidia sana. Ni wakati gani sasa mgonjwa anafaa muone daktari ama aende akatafute usaidizi wa daktari? Mimi nasemanga kila saa. Ukisikia uko sawa, ukisikia kuna shida maishani, enda upate mental health check up. Enda uone ni nini naweza jisaidia nikae hapa, nikae vizuri. Ukisikia vibaya, unaona wiki 2 zimepita na bado sisikii mwili ikiwa sawa, enda upate mental health check up. Na ni kila unaenda wanakufanyia matest, unaongea na mtu, hata kuwa na mtu mwenye unaongea naye inakusaidia. So hiyo itasaidia ndio uendelee kuwa na usaidizi ya mental health. Na wakati mgonjwa anakuja hospitali kama hapa kwenu hapa Graceville Trinity Health Center, nini mnafanya ili sasa mu-identify ni illness gani yako nayo? Asikuje awaeleze tu mkamwambia ako na stress, lakini kumbe ako na depression. Asikuje mkamueleza akawaelezea amseme huyu yenye namsumbua ni depression, kumbe ako na anxiety na zingine nyingi. Nini mnafanya ili mjue exactly yenye inasumbua mtu? Kuna test, kuna assessments ni nyingi, na utatuambia tuseme sijakuwa nikilala vizuri. Sasa kuna test nyingi zenye tunafanya to rule out, tuone kama ni depression, tuone kama ni anxiety, tuone kama ni psychosis. Kuna zingine nyingi hapo ndani yenye itatuambia, lakini kuna test zenye tunakaa hiyo siku ya kwanza ni hiyo tunatagua, tunajua ni gani. Tunakupea follow up, tunakupea feedback, ujue kweli labda vile anasema ni Now when it comes to drug abuse, pia niliona inaweza leta mambo za mental health. Lakini watu wawili tofauti, mmoja amekuwa akitumia maybe mihadarati ama dawa za kulevya, na huyu mwingine hajatumia. Hao watu wawili wakiletwa hospitali, mtawafanyia test the same? So yes, kuanzia sasa umesema mimi nakunywa dawa za kulevya ama na kunywanga hii. Za kwanza yes, tutakupea za kwanza itakuwa
the same. Lakini tukiendelea tutajua vile umesema kuna mmoja atavuta bangi aruke kichwa, kuna mwingine amekuwa akikunywa zingine hata zaidi na yeye hajaruka kichwa. So kila mtu ako tofauti. So hizo vipimo ukipimwa hizo za kwanza unapata zenye tutakupima baadaye ndio tujue ni yako mwenyewe. Na kukuwa na poor mental health ina affect aje life ya mtu, lifestyle ya mtu, vile anaishi, vile anakaa na watu wengine? Ina affect kila aspect, kila mahali ya maisha yako. Hauwezi ishi ukiwa na mental illness, huwezi ishi vizuri. So tulisema mental illness kila mtu ako nayo, mental health kila mtu ako nayo. Ukiwa mgonjwa huwezi ongea vizuri the same way utaongea na mtu. Kupika hata utapika the same. Kukula itakuwa the same. Vile tulisema kulala itakuwa the same. So ina affect kila mahali. So ni muhimu sana upate usaidizi. Ujitangue, ujue hii kitu kweli inanisumbua. And it's very interesting, a lot of patients when wanakuja wanatibiwa wanasema kweli sikujua ilikuwa ikini affect hivi. Hata vile unaongea na watoto unaweza kuona kweli imenisumbua sana. Na wakati wa sasa hivi daktari, we are in an era whereby social media is everything. Unapata kila kitu tunasoma sana kwa mitandao, vitu vingi tunaona kwa mitandao. Unaumwa na kichwa unakimbia ChatGPT. Unaanzia kusikia huzuni, umerauka leo kwa na huzuni fulani, unaenda ChatGPT. I've woken up nikiwa sad. What could be the problem? Unapata there are so many answers that we are given. Zingine ni ukweli na zingine pia si za ukweli. Kama wataalamu wa afya, social media imechangia wapi kwa kukuwa na proper mental health ama kuharibu zaidi kwa mental health aswa kwa this young generation wenye wanatumia sana mitandao? So nasemanga ni internet na social media is a tool. Ni kitu yenye unaweza tumia, lakini unajua any tool unaweza tumia vizuri na unaweza tumia na vibaya. So uzuri social media imefanya mental health ikue almost kila mtu anajua, amesikia mental health is very common. Watu wameisikia lakini kuijua kabisa watu hawajajua. So it's a good thing because it has brought awareness. Shida sasa ni kila mtu ni mwenye, your individual. Huwezi sema mwenye ilimshika mwingine itakushika wewe. So huzuni yako ni tofauti kwangu. So it's very important tukisoma, ukiingisha hapo ChatGPT niko na huzuni, ujue mwingine itampatia kitu kingine akikuja hospitali. So it's very important kuja professional kuangalia, kupe hizo assessments, ujue sasa shida yako. Kwa kuna daktari inafikiria when it comes to mental health, tunafaa labda kushikana, kama tunafanya kazi kutoka maybe kanisani, from the community na huku hospitali, tuhakikisha kwamba we are fighting this monster because ni monster na haswa kwa the young generation. Tuseme for example in our workplaces, maybe in the community, maybe in the churches. Apart from nyinyi wataalamu wa afya, nini ingine hawa watu wanafaa wasaidie ili to fight this monster? Support na kuongea. So if we are open, mchungaji, a community, aseme unajua mimi nilikuwa na depression, juzi nilienda hospitali nikatibiwa. It will make it easier mwingine aseme by the way hata mimi niko na hiyo shida. So tuongee, tupatiane watu support ndio waendelee kuwa wana seek help, because shida ni ukue peke yako. Ukidhani mimi peke yangu nasikia huzuni, ni mimi peke yangu niko depressed, ni mimi peke yangu niko na shida anxiety, hautaweza kuambia mwingine, hautaweza kuenda upate usaidizi. So it's very important that we stick together, we talk about it vile tunafanya leo, we provide support mwingine. Hata kazini akikuja kuambia by the way nimekuwa nikisikia hivi, umpatie at least nafasi ya kuongeleshe, you listen and care, ndio mwambie sasa twende to seek help. Na kwa hii mambo ya mental health,
unajua mara nyingine tunajipata ni watu wakubwa peke yao. Tunafikirianga ni watu wakubwa peke yao ndio wanapata na shinda za kimawazo. Labda unapata kuna mtu aliniambia na wale watu wazee wale wako na mali sasa wako na stress na wanagawia nani wanaachia nani. Sijui kama kuna ile age gap yenye imewekwa yenye ukifika hapo kidogo kidogo kuna vile maybe unaweza pata na mental health. Hapana, kila mtu anaweza pata. Hata watoto mpaka wazee wanaweza pata shida ya mental illness. And ni tofauti, because stress ni tofauti. Vile umesema ukifika hizo wazee uko na mali, uko na stress za kupeana mali, ni tofauti ya huyo mtoto mwenye ako shule, kuna wenye ana mbuli, so there are different stresses, so tunaiona tofauti. But it's the same. Anybody and everybody can get mental illness. Na tukimalizia ningependa kujua ama kuna mwenye angetaka kuuliza ni genetical ama ile ya kwetu kulikuwa na mtu alikuwa mimi na depression, kuna mtu alisumbuliwa sana for example na mambo za anxiety. At any point should we expect maybe mtu mwingine kwa familia apatwe nayo? So yes, kuna zingine, so not just depression, kuna hata bipolar yenye kuna wenye inafuata families yenye ni genetic, and pia hizo assessments lazima zifanywe. But I think vile watu kwa familia wanaijua, the more you understand ni depression, unaanza kuitambua kwa wengine. So it becomes, niliona hii na shosho, labda ni iko na mtoto wangu. So inakuwa because you are more aware, unai-identify sana. But there are some that are genetic, so ni muhimu kujua. Asante sana daktari. Kama wazazi tunafaa tupe watoto support gani ili at least to make sure they are not suffering na mental health issues? Kwa sababu utapata kama trauma, kuna wale watoto tumelelewa kule huko mashambani, hapo ulikuwa ukifanya makosa kidogo tu unapigwa. Alafu sasa ukigrow up, unagrow up ukiogopa sana, hata ukiona mtu akinua mkono hivi tu akupige unaanza kushtuka. Wazazi tunafaa tufanye aje kuhakikisha kwamba watoto wetu hawajakuwa na hiyo mental health breakdown? Yes, and so with punishment vile umeongea, it's very important. When you are punishing your child, unamwambia kwa nini, na usimpunish zidi ya zaidi. Sasa sisi ulikuwa unapigwa unafikiri unapigwa kifo. Anakupiga shetani atoke. Lakini ni muhimu mtoto ajue kwa nini, ndio asirudie tena. Asirudie. Na of course he change behavior, but also isikwe anaogopa kuchapwa, si anaogopa the consequence ya hiyo vile anachapwa. So it's very important also expectations. A lot of our young people say expectations za wazazi ni juu zaidi ya what they can bring. So you get a lot of students wameenda campus wamepata huzuni kwa sababu the parents are expecting them wakua kifanya kitu. And so we have raised in suicide because hawataki kudisappoint the parent who alikuwa akiwa punish zaidi ya kawaida. And so it's very important that we, as parents you are giving intentional punishment. Tuseme si mtu mdogo unamchapa the same way utamchapa huyu mkubwa. Ndio at least developmentally wajue nachapa juu ya hii na ni kwa sababu nimefanya hii, sitarudia hiyo, si ati nitaogopa kuchapwa. Kuna wenye wanajificha ndio wasichapwe lakini bado wanafanya hiyo behavior. So it's better if they learn from the punishment, not that they are afraid of the punishment. Daktari, ningependa uangalie kamera, ongelesha yule mzazi mwenye akona mtoto kule nyumbani and akona mental health breakdown, maybe akona stress, maybe akona depression, na wale watu wengine ambao ni caregivers wakona hawa watu ni wao wanawachunga, na pia kuna wale wana battle these mental health issues silently na wataki kuongea. Ningependa uongeleshe. So nataka kusema hauko peke yako, you are not alone. Kila mtu mwenye ako karibu na wewe anaweza identify ni vile amenyamaza. And so ujue kuna mahali unaweza enda usaidike. And so it's very important, especially to the caregivers. It's very hard taking care of somebody mwenye ako na hii shida. And so it's important tujue hauko peke yako. Ambia mtu, kuja hospitali and seek help. Wewe mwenyewe hata mwenye caregiver unaweza kuwa na hii shida, inaweza ongezeka, stress yako ni juu. So it's very important to help and to help even equal. So
kuja tutajulikana. Again, daktari, ningependa utueleze unafanya kazi wapi, unafanya kazi gani na mko wapi, kwa yule mtu ambaye ataangalia hiki kipindi na apende kuja kupata matibabu kwenu. Tena naitwa Dr. Grace Moria. Mimi ni daktari wa mwili na daktari wa akili at Graceful Trinity Health Center. Tuko hapa Kenoru Stadium opposite Gate F. Ukipata Canopy View Hotel unapanda tu na hiyo njia utatupata. Na hapa tuna provide counseling, tuko na therapies, tuko na medical help, hata tuko na drug rehabilitation outpatient. So kuja, we can help with anything that you need. Social media platforms? Tuko na Twitter, tuko na YouTube, tuko Facebook, tuko all of them at Graceful Trinity Health Center. Asante sana daktari. Tunashukuru kwa mwaliko wako kuja na pia kutueleza na kutufunza mambo kuhusu mental health na importance ya kukuwa na good mental health in our daily lives. Tunashukuru sana. Nebaka sana mutegeri wa Meru TV no tuba kututhiatira kire mubango yogi mobo mwiri ni wambeta muthoni wa kiramana ankurikane mubango yuko ira ntukuchionde chia njuma kuma thithatu mwanka thithatu na nusu cia uoro. Hithira wena kaita kakeya.